Yes. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Salama. Asante. Unaweza kuanza basi. Asante. Tumo katika nchi ya Uganda pamoja na mtumishi wa Mungu Rozi Mwando. Na tunajua ya kwamba utangulizi kwanza ni kuanza. Alafu tumuombe mtumishi wa Mungu Rozi Mwando karibu kwa maombi, alafu tuanze huduma yetu ya mazungumzo. Amina. Basi tuombe. Libarikiwe jina lako Mungu uliyeketi mahali palipotukuka, kulikojaa heshima, enzi na utukufu wako. Peke yako unakaa juu sana. Naishi na jeshi la malaika na mtakatifu wetu na mwana wako mpendwa kabisa Yesu Kristo, upendo wako kumi na Roho Mtakatifu atuongozaye kila siku yuko pamoja na wewe. Tunakushukuru kwa kuwa umetupa uzima na amani. Umetuvusha huu mwaka uliopita mpaka mwaka huu tena. Ni neema ya ajabu sana Bwana Yesu. Leo ni siku ya 6 ya uumbaji wako. Tukumbe upya akili zetu. Tukumbe tena siku ya 6 Bwana. Umeumba mwanadamu tuumbe Bwana. Tunakwenda kusikiliza na kufanya interview hii Bwana Yesu, kwa pamoja nasi. Uwezo na nguvu yako katika maneno yetu na vinywa vyetu vikapate kuwasaidia wengine ili Bwana apate kukuelewa. Asante kwa sababu utaanza na sisi, utumalize na sisi. Ongoza vinywa vyetu, Roho Mtakatifu tutawale, sema na sisi. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji na msikilizaji, tunakupa karibu katika kipindi hiki cha kuweza kuzungumza na mtumishi wa Mungu Rozi Mwando. Lakini lazima aje kujieleza. Kabla hajajieleza, huyu ambaye yuko hapa pamoja na mtumishi wa Mungu Rozi Mwando anaitwa Matayo NDAMAYIZE Bigera. Inaishi hapa Uganda, na kwa sasa hii tuko na mtumishi wa Mungu Rozi Mwando. Najua watu wengi mnampenda sana, tena amefahamika kwa ajili ya nyimbo za kumsifu Mungu, nyimbo za Injili. Alafu tunataka tumpe kwanza karibu, tukimwambia jieleze kwa wale wote ambao wanatufuata kwa mtandao Ichungu TV pamoja na Reverend Matayo NDAMAYIZE TV. Amen. Kwa hiyo karibu, unaweza kujieleza kusudi wanaotufuata wapate kujua ni nani. Karibuni sana. Asante sana. Jina langu naitwa MUHANDO. Natokea nchini Tanzania. I come from Dodoma Capital City. Niko hapa Uganda. Nimekuja kwa ajili ya kusaidia ya ndani ya siku 3, yani jana, leo na kesho tunamaliza siku ya Mungu. Nashukuru kwa kunikaribisha mtumishi wa Mungu Matayo NDAMAYIZE. Nadhani tumekuwa na wewe, tumekuwa na muda mrefu kufanya kazi ya Mungu. Nipo Uganda hapa. Asante sana. Asante. Karibuni sana dada Rozi Mwando. Kwa watu wengi sana wanatamani kuona, wakusalimu, lakini hawapati muda, lakini hiyo ni kikaka. Hata na mimi pia nilikuwa ninaomba nipi nitamkutana na mtumishi wa Mungu Rozi Mwando, lakini kwa wakati wa Mungu imefika. Rozi Mwando, nataka tuongee sababu watu wengi wanajiketi maswali. Hii wimbo umetoa ambayo inasema ninakukimbilia Baba. Hiyo wimbo, kwa nini hiyo wimbo ulitoa na sababu ipi? Naweza tusaidia ili watu wanaojiuliza, ama inaweza kusaidia na wengine ambao wanajiketi maswali kama hivi. Wimbo mimi ni msichana ambaye nilipitia mambo magumu sana. Kwanza nilizaa nikiwa mdogo sababu ya kufukuzwa nyumbani. Kwa nikiwa bado sijitambui, baada ya kufukuzwa nyumbani kwa ajili ya kumjua Yesu, nikaanza kwenda huko na huko na kule, kwa na miaka 10. Nilipitia masaibu mengi kama ambavyo unaona watoto mitaani. Mwisho wa siku nikajikuta huko nikiwa mitaani na watoto wangu 3 hawana baba na mama. Kwa nikawa sina namna nyingine, sina kimbilio kingine.
nimefika mahali nikamwambia Yesu nisaidie. Alafu niulize kitu hapo. Ndio wakati ulipopitia hayo mambo magumu, ulikuwa tayari umekushaolewa ama bado? Nilikuwa mdogo miaka 14. Ulikuwa na watoto? 14 nilianza mtoto wangu wa kwanza. Nilikuwa mdogo sana. Na unajua miaka 14 mtu yuko standard 7. Utajielewa. Kwa nikaishi maisha unayoona watoto wengine wanaishi unalala nje huko. Ndiko ilipotokea hayo. Kwa sikuwa na namna nyingine yoyote. Niliishi maisha hayo, lakini kwa sababu hapo mwanzo Yesu alikwisha kunitokea miaka 9 kabla ya mambo kufanya 14. Nilikumbuka nikamlilia Yesu nikamwambia, Bwana Yesu, wewe ndio umefanya mimi kuja nyumbani. Nimeishi mitaani na kutana na haya. Sasa mimi mambo mawili, unisaidie uniokoe au niache wokovu kabisa. Nilichoka. Asante sana. Baada ya hapo nikakutana na mtumishi akaniambia, Biblia inasema atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Yesu haja kutokea kwa bahati mbaya. Asante sana. Kila unayoyapitia Mungu anataka upite, kuna wakati utakuwa ushuhuda kwa watu. Basi nilitulia hivyo na baadaye Bwana akaanza kuninua, nikaanza kufundisha makwaya mbalimbali. Nikarudi kanisani, nikaanza kufundisha makwaya mbalimbali. Baada ya makwaya ndio nikawa mimi na kuinua leo. Asante sana. Okay, tumesikia lingine wakati miaka iliyopita umeugua ukaingia hospitalini, alafu watu wakaongea. Na ninajua watu ni lazima waongee. Na juzi ulitaka dondoza ushuhuda kidogo, lakini sababu ya muda wa ibada ikawa mchache. Sasa watu watazamaji na wasikilizaji wanataka wasikie kweli kwa ufupi, sio mrefu sana, ushuhuda. Sababu ipi ilikwenda hospitalini na ni nini ilikufundisha, na watu wengine ambao wanaopitia changamoto hizo kinaweza kuwasaidia katika ushuhuda wako. Karibuni sana. Nilipokuwa nimeanza kuhudhuria 2004 ambapo niliimba nilipohudhuria, nilikutana na mtu mmoja alikuwa ni mzee wa kanisa kwetu. Anasema nitakusaidia urekodi, lakini baadaye akageuka. Sitaki kuongea mambo mengi kwamba alifanya nini, lakini wanawake wanaelewa, niseme hivyo, mama wanaelewa changamoto wanazopitia kwa mtu anayekusaidia. Baadaye alinitesa sana. Wakati mwingine aliweza kuniteka, akaniweka hata bastola kichwani, akasema nisali sala yangu ya mwisho, kwa sababu alikuwa akitaka nimpe hiki lazima nimpe, akitaka nimpe pesa fulani lazima nimpe. Nikikataa kunakuwa na vurugu, mateso mengi. Kwa hiyo hata kipindi kile chote nafanya huduma, miaka yote watu walikuwa wanaona nafanya huduma, sikuwa na amani, sikuwa na raha. Nilikuwa naishi kwenye mfumo mzito, lakini huko nikisimama jukwani watu wanaona naima na furaha. Lakini mtu ambaye alikuwa anapitia maumivu makali, lakini bado ule wimbo wa Yesu nipo uvumilivu uliendelea kuenda. Sema acha nivumilie, ipo siku yataisha. Siku ilipofika Bwana akanitoa mikononi mwa yule mtu, nikasimama mwenyewe. Tukaendelea mpaka baada ya kusimama mwenyewe, kabla nikiwa hivyo, kwa sababu nilikuwa na mali nilipojitoa mikononi mwake akawa ananilinda uwe. Sasa nikaanza kukimbia hapa naenda hapa, nakaa kidogo, nakimbia mkoa mwingine nakaa kidogo. Hivyo lakini sasa ilikuwa ngumu kushtaki, kwa sababu nilikuwa kwenda kushtaki polisi. Polisi ni marafiki zake. Ndio nilikuwa sina nguvu kwa hiyo kanifanya nikaumwa stress, nikaumwa mawazo, nikalazwa hospitalini Nairobi. Hali yangu ilikuwa mbaya mpaka seli za damu zilikauka. Nikalazwa miezi 7. Mungu akanisaidia nikapona. Miezi ngapi? 7 ukiwa kwenye hospitalini? Yeah. Baada ya hapo daktari akaniambia sasa umepona, unaweza kurudi nyumbani. Kwa hiyo sesheni ziko nyingi, siwezi kuzieleza hapa zote. Lakini huko kwenye hospitali Bwana akasema na mimi, kwa nimeugua nimefika mwisho. Nikamwambia Bwana Yesu, nimechoka, dunia inaongea vibaya na hawajui ninayopitia. Dunia imemenishwa uongo na kweli nimejua mimi na wewe Mungu. Ningeweza kusema polisi basi yale mambo yakajulikana ili watu waelewe ukweli, lakini Mungu hakuniambia kunipa ruhusa. Nikamwambia kwa nini niko hapa hospitali? Akasema nataka ukipona uwe ushuhuda kwa wengine. Sasa nimekuwa nikipitia magumu na yakiisha katika magumu Mungu aliniambia nakupitisha katika hili ili ushuhuda kwa wengine. Kwa nikavumilia, nifika mahali nimechoka. Nikamwambia Bwana Yesu nichukue, nimechoka. Naumia, damu zinatoka puani, mdomoni wapi. Nikawa sina raha yote. Lakini depression ni kitu kibaya sana. Hata wakati mwingine
nilifika mahali nikachoka, nikasema bora nijiue tu. Lakini wakati nifikiria hicho usiku wa manane, malaika walinitokea. Wakaniambia, Bwana niseme uende tena upande kwa kitani, maana adui zako wamekwisha kutia mkononi mwako. Kwa hiyo nina siri kubwa na Yesu kuliko watu wanavyoniona hivi naimba. Wakiona naimba kwa furaha, wakiona naimba kwa msisitizo hivi, kwa sababu ninajua ninacho kimaanisha. Nikimtaja Yesu hivi, simtaji Yesu kwa picha, namjua kwa macho haya, nilimuona. Kwa hiyo kuna watu kuambia nilimuona Yesu, anasema hawezi kukutana na Yesu. Yesu alizaliwa katika mwili huu mbona? Amen. Na watu walikaa naye wakala naye chakula. Kwa hiyo sasa hivi kumtokea mtu kusema na yeye sio shida. Anaweza kumtokea mtu tena kazungumza naye. Kwa hiyo napitia mambo mazito sana. Na unajua mimi nilikuwa dini nyingine na hivi nyingine. Ilifika mahali kiasi kwamba hata wachungaji kama hawaelewi yale ninayopitia. Kisa sasa dunia haiwezi kukuelewa. Mungu ndo anajua kwa napita. Kwa hiyo nikawa mimi nina siri na Mungu kwa napitia magumu. Asante sana. Yeah. Sasa kwa hiyo miezi 7 ambayo uliyoipitia ukiwa umeumwa mwili, lakini jana nimesikia umetamka neno zito sana, ukasema mwili ndio ulikuwa unaumwa lakini kinywa namshukuru Mungu katika magonjwa nilikuwa. Sasa kwa ajili ya hiyo ambao wanatazama na wanatufuata, labda mimi nataka watu wanielewe. Mimi kwa kweli niliumwa sana, lakini namshukuru Mungu sikuumwa kinywa changu wala koo langu. Kwa zile silaha za kwangu za kivita, nililala kitandani nikiwa nazo, nilikuwa nainuka nikiwa nazo, nilikuwa nalia nikiwa nazo. Kwa hiyo nilikuwa naweza kuomba. Amen. Nilikuwa naweza kumwambia Mungu chochote, kwa sababu hujasiri wa kuomba huo kutokana na mwili. Ulikuwa unatokana na roho. Na roho wa Mungu akisapataka kunena, ananena kupitia kinywa changu. Kwa hiyo nilikuwa na nguvu ile ile hata kama nilikuwa nimelala chini. Nilikuwa nikimuita Baba vile vile hata kama nimelala chini. Nilikuwa na mchallenge Mungu vile vile hata kama nimelala chini. Hata kama napitia saa hiyo damu zinatoka, lakini nilikuwa nikishika taweli hivi na namwambia Mungu, unayatazama haya, unayaona haya, kwa sababu kinywa kilikuwa bado kinanena. Sikugua kinywa. Sasa hata watu niliwaambia, nimesema ameumwa, hawezi kuimba tena, amerudi. Nikauliza, kwa nini nilikuwa naumwa mwili, uko na niuma au mdomo? Kama mdomo mzee wanisimbe. Asante. Alafu kitu kingine, wakati ulipoingia kwenye changamoto hiyo ya kugua mwili na nayo ni uzito, wale marafiki zako walikuja kukuona vipindi vipi umepitia, changamoto gani? Najua mtu akiwa kama yuko salama, kina kweli watu wanakuja kusema kwamba tunakupenda, Bwana tumekuombea, lakini ni namna gani ulipoona katikati ya kugua mwili miezi 6, ni nani amekuja kukutazama, kuleta hata juice akakupea hata hela ndogo ya kukusaidia? Ni vipi ulitembea? Kwa mfano kama Kenya, watu wengi nchini Kenya walijitolea sana. Amen. Walijitolea fedha, wakajitolea, makanisa yalichukua mzigo wa kufunga na kuomba. Amen. Nchini Kenya kule nikolazwa, serikali ya Kenya haikuacha mtu yoyote kunigusa vibaya, kwa sababu ile meneja yangu alikuwa anatafuta wapi nimelazwa, hospitali gani iko, ili aje afanye kile alichokuwa amedhamiria kukifanya, kwa sababu alisema lazima niue. Kwa hiyo ile habari kaenda, serikali ya Kenya haikuruhusu mtu aniguse chochote. Namshukuru Mungu kwa nilinda vyema sana sana sana, kwa vyema. Na kulikuwa na dada mmoja rafiki yangu ile nimeenda naye kiatu kivue, yeye ndio alisimamia program nzima kwamba naenda hospitali gani, naumwa, gharama na kila kitu, kuhakikisha ulinzi wangu mpaka mimi nikawa hivi nilivyo. Na yule kijana mwingine wa Solomon mkubwa, hao wawili ndio walihusika kwa 100% kuhakikisha na kuwa mzima. Kwa kama marafiki waliokuja, hao walikuja, na wengine walitamani kuja hospitalini, lakini sheria ya hospitali haikuwaruhusu kuingia pale. Kwa hiyo walio wengi waliotamani kuja walishindwa kwa sababu ya sheria ya hospitalini. Lakini namshukuru Mungu. Unajua unaweza kuona huko kwenye YouTube watu 300 wameongea. Watu labda 1,000,000 wameongea, hata 500,000. Sio wamesema vibaya. Watu wamesema vibaya 500,000 kwenye YouTube. Lakini kuna mamilioni ya watu wako wananiombea. Amen. Elisha akasema, akamwambia Gehazi, hapa. Akamwambia Elia alimwambia, unaona hao ni wengi, sisi tuna jeshi kubwa kuliko hao.
Kwa ukiona watu wanakutukana, ukiona hata watu 100 kwa wakati mmoja wamekushambulia. Yaani kibibilia wewe una jeshi kubwa sana kuliko hili ambalo linaonekana kwenye YouTube. Hiyo ni kweli. Sawa? Sawa. Kwa nilikuwa najua kwamba katika watu 50,000 wameongea, milioni 10 wameongea, lakini Mungu ana jeshi kubwa. Kwani tukihesabu ulimwengu na watu bilioni ngapi? Watu dunia huonekana ni wengi, lakini kwa Mungu ni wengi zaidi. Kwa hiyo Mungu pia ana watu wengi kuliko hata wanaonena vibaya. Wale wanaonena vizuri, wale wa Mungu wako wengi. Ni vile tu kama hivyo kelele za watu wa dunia ndio kubwa, zinasikikaga sana. Wana wa Mungu wapigi kelele humu. Naomba nielewe. Wana wa Mungu wanapiga magoti. Hawapigi kelele, wanapiga magoti. Wana wa Mungu wanapiga magoti. Wanamuita Mungu. Wana wa dunia wanapiga kelele, wanautangazia ulimwengu, wanavuna ubaya. Lakini namshukuru Mungu kwa kweli, walinitunza wale wa Kenya, walichanga pesa nyingi, gharama zote mpaka natoka hospitali. Asante sana. Tuwashukuru watu wa Kenya, Nairobi, serikali ya Kenya, mapastors wa Kenya, Nairobi, mahali mpo, Mungu awabariki sana. Wale tunawashukuru, wamefanya kitendo kizuri. Kama vile wametuma wakafunga. Yaani sio hata niseme nini. Sina cha kusema. Na kuna wengine waliacha viti vya kukaa kanisani kama hivi, nilikuwa napewa ushuhuda na dada mmoja. Wakaondoa kanisa viti, wakaweka huko, wasema tunapiga magoti chini hapa tukimbilia Mungu kwa kugalagala. Mungu akumbuke kazi aliyofanya leo. Kwa hiyo watu Mungu acha wabariki. Alafu nimesikia jana umedondoza wimbo inasema Simba jike, Simba jike. Hiyo wimbo ulipotoka hospitalini ndipo umetengeneza wimbo huo. Mungu alinipa nikiwa hospitali. Wakati mimi naupitia magumu, dunia inatukana maneno haya. Mungu nikaumia. Mungu akanambia furahi ewe simba wa kike maondoka. Kwa nilipotoka nikasema hamjui nilichobeba. Pamoja na kwamba Daudi alikuwa porini, lakini hamjui alikutana na Mungu huko. Ile nguvu aliyokuwa anapigana na dubu na chui hakuipata nyumbani, alipata porini. Hata kama nilikuwa porini, lakini nina nguvu ya Mungu ambayo nimetoa huko porini. Kwa hiyo nilitoka nikaimba wimbo Simba na Unguruma. Alafu watu asante sana. Watu wanaotusikiliza katika wimbo huo, hata kama hatuna vyombo vya muziki, wanaweza kudondoza kidogo. Alafu wanaotusikiliza ili wapate kubarikiwa. Simba la nguruma, Simba lo 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 lo, Simba na unguruma, Simba le 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 le, Simba na unguruma. Mwambieni yule mbweha, nimerudi kutoka jangwani, nimesimama tena kwenye zamu yangu. Wapeni habari wale umbwa, hii si bahati mbaya. Mbingu zimeniamini, Mungu amenithibitisha. Oya lelelelele Simba. Asante sana. Ni dada Rose Mwando ambaye mnamsikia. Wakati mbingu zilipo mtoa kwenye majaa ya kuumia mwili, mbingu zikambariki, alafu akaandika wimbo huu. Simba ananguruma, Simba jike. Kumbe jipe moyo na wewe, hata kama unapita katika matatizo, changamoto za magonjwa, watu wamekutupa, lakini hapata kosa watu na mtu ambaye atakukaribia. Mungu anainuaga mtu mmoja, anafanyika kuwa jeshi kubwa, anakusaidia. Mtu mmoja tu unamhitaji. Na ni lazima Mungu akupe mtu. Atakupa mtu huyu mmoja tu, si watu wengi. Sheria ya Mungu ni mtu mmoja. Anajitukuzaga kwa mtu mmoja. Maana akiwaleta wengi, watasema ni kwa sababu tulikuwa wengi, hawatampa Mungu tukufu. Lakini mmoja anainuaga mmoja ili ajitwalie utukufu. Na mmoja ndiye atakufikisha kwenye watu pale kwenye hatima. Kwa hiyo kama tunavyosema, unahitaji mtu ili unahitaji mtu mwingine ili uwe mtu kabisa. Asante sana Rose Mwando. Mungu akubariki. Amen, pastor. Watu wengi wanajiuliza sana. Tuko karibu kwa kumaliza, watu wengi wanajiuliza sana, Rose Mwando alianza huduma hivi, mbona yeye hazeeki? Mbona umri wake hataki tujue umri, lakini kama itakuwa sawa inaweza kusaidia wengine ambao wanatufuata. Kuona kazi unafanya kuanza kitambo mpaka leo, lakini ungali tu kwa ule mdundo wa kwanza, hakuna kubadilika. Na ninajua kweli tangu tulipokuanza tukikufuata, tulikuwa sisi tunaishi DRC na mpaka leo tunaishi Uganda. Tuliona tu
mdundo ni ule ule. Siri gani ambayo meigundua hapo dada mtumishi Rozi? Unajua kufanya vitu vya hovyo ni kama kula chakula kibovu. Kuna kitu kinaitwa kutunza maisha yako, akili, mwili na roho. Ndio kitakusaidia hata mwili wako usizeeke mapema. Amen. Kwa sababu kwa mfano kama mtu anayevuta sigara, unategemea baada ya miaka 10 akianza leo anakuwa nani? Si anazeeka? Ndio. Sina kausha mifupa. Kweli. Anapata kansa mapafu. Kwa hiyo usitegemee huyo mtu atakuwa kijana, hata kama ni kijana miaka michache, lakini sura ya uzee, mwili umezeeka kwa sababu ya kufanya mambo ya hovyo. Lakini unajua kuna vitu havihitaji Roho Mtakatifu, vinahitaji akili tu ya kawaida ambayo Mungu ametupa. Kwa sababu kama mtu haongozwi kula chakula na kula mwenyewe, basi hata kufanya mambo mazuri mtu hana shida kuongozwa. Anaamua tu kwamba kwa sababu akili inatambua mema na mabaya, unachagua tu lipi zuri, lipi baya, lipi nitaenda nalo kwenye maisha yangu, faida na hasara. Unaangalia, tumia akili yako vizuri. Unatumia tu akili katika maamuzi yako kwenye maisha yako. Ndio maana umefunulia wimbo huo inasema tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani, wewe simama jipange sawa sawa. Ni hapo umegundua wimbo huo? Nimegundua hiyo kwa sababu sijui niseme, mimi ni mwana falsafa. Najua vitu vingi sana ambavyo hata leo naweza nikamwambia mtu mwingine nikamsaidia. Na nikikwambia kibaya wala sidanganyi. Sinajua. Na najua tu mbio hizi zitaishia pale. Najua. Kwa sababu hakuna mtu mwenye akili zake timamu leo akavute masigara akakaa anaangalia hiyo sigara imeandikwa ni hatari kwa afya yako na unaenda unakula. Unataka ndio unakula sumu ufe. Unakula kwa sababu una akili vizuri. Asante sana. Sasa watu wengi wanajiuliza kwa nini mtumishi wa Mungu Rozi Mwando hazieki. Kuko siri hapo ambapo mdundo ulioanza nao mpaka leo ingali ile. Hata jana na mimi nilipoona nasema Rozi Mwando, maana nimekutana kwenye uwanja wa kufanya kazi ya Mungu. Acha nitulie kwanza nichunguze nione nini. Alafu nilipoona mdundo ule wa kwanza mpaka leo ungali ule. Siri gani ambayo unafichama hapo? Siri ni kujua nafasi yangu. Siri ya kwanza kutambua nafasi nilionayo. Unajua Mungu amemuumba kila mtu ana karama. Kwa mfano hapa kameramani, yeye asipojua kusimama na kuwa mbunifu katika eneo alilopewa, alafu akasema mimi naenda kuimba muziki, lazima atapotelea huko. Mimi nimejua nafasi nilionayo. Nikiwa mtu wa kusifu nitabaki kwenye sifa. Nikiwa mtu wa kuabudu nitabaki kwenye kuabudu. Kwa sababu ukweli hatukumbwa wote tuna cover maeneo yote. Kuna watu wanaimba nyimbo za kuinua kutia moyo. Unaona? Huyo ni Mungu amemweka hapo. Mimi nimeimbwa na nyimbo nimeumbwa na kusifu na kuonya na kukemea. Kiukweli. Ndio maana ukiangalia nyimbo zangu nyingi nakemea, nasifu sana Mungu. Nikianza kusifu natafuta zile sifa, namwambiaga Mungu sitaki kuimba kukusifia kama nasifia mtu mkubwa fulani hapa duniani. Nataka nikusifu kama Mungu ambaye hufanani na chochote. Ikiwa ni sifa na kutaja wewe Mungu, nikutajie sifa isiyofanana na mtu yoyote duniani. Na kweli ukisoma Biblia sifa za Mungu hazifanani na mtu yote duniani. Huyo huko ndiko nakoenda kuchimba yale madini ya sifa za Mungu. Alafu nimpelekea Baba pale kwenye kiti cha enzi. Namwambia huyu ndi wewe, mwamba wa kale, jiwe kula pembeni, simba wa kabila la Yuda, shujaa wa msalaba, wewe ndiwe mshindi wa kaburi. Hizo naziweka mezani. Nani duniani ana sifa kama hizi asimame atuambie? Ndio maana hauendi pole. Ni Mungu hajawahi kutekwa. Ni lazima uanze kwa moto, umalize kwa moto. Unajua una feel ndani. Unajua alafu kingine kuna namna ile wewe unavyomuona Mungu ndani. Yaani jinsi ambavyo unambeba ndani. Mfano mdogo, jinsi mwanamke atamuona mume wake alivyo, ndio atamtendea hivyo. Jinsi mwanaume atamuona mke wake alivyo,
ndo atamtendea hivyo. Mwanaume anaweza katembea pekua, mwanaume anaweza katembea hajaoga na mke wake yuko hapo hapo anaangalia. Si amemwona tu huyu yuko tu ni wa hivyo. Lakini kwa naye tambua kwamba mume wangu ni muhimu, atahakikisha mume wake anavaa vizuri, at least asivae vizuri, lakini mume wake avae vizuri. Mume wake ale kwanza vizuri, namba moja atakuwa mume wake, alafu yatafuata. Kwa kwangu Mungu ni namba moja, alafu vingine vinafuata. Ndio siri kubwa nilionayo. Nimempa Mungu nafasi ya kwanza, alafu haya mengine yapo tu. Hiyo imenisaidia kukaa mpaka leo na nime-maintain mpaka hivi, na bado nitaendelea ku-maintain mpaka ile nimekuwa mzee mpaka nashindwa kutembea, lakini hakuna mtu ataondoa ile mentality yangu ya ndani, jinsi ya kiwango ninachompenda Mungu. Hakuna level ya umaarufu wangu na kiwango cha kumpenda Mungu. Kiwango cha kumpenda Mungu kikubwa kuliko hata level ya umaarufu wangu. Asante sana dada mtumishi wa Mungu Rose Muhando. Watu wengi, kuna wimbo ambao nimeona kwenye YouTube siku hizi za karibu ambayo inasema pombe mbaya, pombe, sijui kama namna hiyo. Hiyo wimbo imenipeleka mahali sana. Mimi naweza kusaidia watu na udondoze kidogo katika wimbo huu kwa ajili ya pombe ni mbaya. Ili upate kushauria watu ambao wanatumia pombe, sigara, sijui na kitu kingine, alafu wapate kufuata huduma hii kwenye mazungumzo hayo tunayozungumza, utakachosaidia dunia na ulimwengu ambao watu wengi pombe imewapeleka na wengine wanabomoa familia zao. Dada, karibu sana kusudi tupe mwangaza. Na hiyo wimbo umevutiwa na nini kusudi upate kuitoa? Sababu nimeona kwenye YouTube yako, kanipeleka usiku wote niko naitazama, kasema hapa hii ni simba jike kabisa ingali inafunuliwa. Kisha udondozi na hata kidogo ili watakufuata. Wimbo wa pombe ina madhara, yani pombe ina madhara, pombe ina matatizo. Nafikiri unaelewa neno pombe tu ni kilevi. Kilevi, Biblia anasema mvinyo hudhihaki, na kilevi huleta aibu. Yani unapokunywa pombe manake unakuwa umezima ile akili yako ya kawaida. Unatumia kama ni network, unatumia wifi au utumii ile nani, hauna bando. Kwa hiyo maana yake utaenda vile wifi nataka, ikiwa utaenda hivyo hivyo. Lakini mimi nimeimba pombe kwa sababu kwanza nafanya research ya maisha ya kawaida, kwa sababu mtu hawi mtu mbele za Mungu. Watu wanadhani ni roho tu inatumika, lakini hata mwili ni hekalu la Mungu, si ndio? Roho Mungu anakaa ndani. Ili upate maarifa mazuri ya kimungu lazima mwili uwe salama. Sawa? Mtu akinywa pombe anaharibu akili, na akili ndio inayofikiria. Akili kama haina uwezo wa kufikiri, uwezo kufikiria kwenda kanisani, uwezo kufikiria kwenda kazini, uwezo kufikiria kuhudumia watoto, uwezo kufikiria hata kuhudumia familia yako, unafanya vitu vya hovyo. Sawa? Na kwa research ambayo nimeifanya kwa muda wa miaka hii 5, nimegundua kama kuna kitu chochote sahihi kimeiharibu dunia kwa 75% ni pombe. Sababu wengi wanaokunywa hawajui control kichwani mwao. 75 pombe inaharibu. Wachache wanaimudu kwenye akili, lakini walio wengi hawaiwezi. Na walio wengi ndio vijana kama hawa wadogo hivi, hawana maisha bado, ndio kwanza wanasafa kutafuta maisha, lakini wameshajiingiza kwenye ulevi. Nikuuliza, huyu atafanya kazi apate pesa? Hawezi fanya kazi. Ataweza kutunza mahali, haendi mahali. Atatoka mahali kwenda mahali? Haiwezekani. Haiwezekani. Haya, wao wameshuhudia wangapi wamefukuzwa kazi kwa sababu ya pombe? Wangapi wameharibu maisha yao kwa sababu ya pombe? Wangapi wamevunja ndoa kwa sababu ya pombe? Wangapi watoto wamefukuzwa shule kwa sababu ya wangapi? 75%. Utawasaidia nini kwa ajili wanaotufuata? Mimi ninachotaka kusema maneno haya kwamba kwamba nafanya hili kwa faida gani? Yaani nazalisha nini katika hili? Kwa faida gani? Au mtu akishalewa mwingine anapiga tu watu, mwingine anatukana matusi, mwingine hata atajiharibu nguo, mwingine ataenda tafukuza mke wake, mwingine hivyo. Kwa hiyo watu wenye vichwa vibovu ndio ile akigusa tu hata kikombe kimoja anaanza kutukana watu mtaa wote, matokeo kesho unakuta gerezani. Kwa mimi sijaona faida ya pombe. Kwa niliona vijana wengi warika dogo kama hivi wamepotea sasa hivi hata ukiwaangalia. Na nasema uongo. Fanya research utagundua. Ndio. Nimekwambia mimi ni mwana falsafa, sifanyi kitu bila uchunguzi kwanza.
lazima nichunguze. Alafu nagundua hapo. Kwa mfano siku moja nilikuwa mahali nchi fulani, sitaki kusema ni wapi, nilikuta pilot kabisa. Amekaa kama hivi kwenye grocery nje, amekunywa amelala baki hivi. Na huyo kijana tulikuwa naye na yule pale. Nikasema huyu si ni pilot. Sasa hivi ametoka huko si safari, hata nyumbani hajafika, amelewa ameshalala tu hapo, sio amefika usiku amelala hapo hapo, haieleweki, na mke kule nyumbani anasubiri. Na mfano sasa akipigiwa simu kazini anaendaje? Ndiko na hali. Na hizo nguo amevaa ziko sasa kazini. Bora angevua angebaki ana hizo mavazi. Lakini alama za kazi kabisa za kazi. Lakini pombe mpeleka na amekusha leo kabisa, kalala. Na saa nyingine ataendesha gari, pilot wa ndege. Sio pilot wa gari, ndege ya kwenda angani. Na ninamjua. Unaona hii kitu inampelekea wapi mtu kufanya hiyo kitu? Anaharibu familia na anaoa watu maelfu kwenye ndege. Kisha tumie pombe. Sasa Rose Muhando, hiyo wimbo unaweza kaidondoze kidogo Sudi naye atakaposikiliza kidogo tu, alafu akaende kwa YouTube yako, unaweza na kutupa address ya channel YouTube yako Sudi. Na watu watakao kuja kufuata wakitafuta wimbo yote, lakini udondoze kidogo na kutupa address ya channel yako kusudi wale wote ambao watakao kutafuta wakiingia kwenye channel YouTube yako nao watapata kubariki, kwa sababu mimi naijua, lakini nataka nao uongee ili watakao kufuata hapa nao wapate kubarikiwa zaidi hapa. Pombe ina madhara, watoto wanalia njaa, baba melala kilabuni, mwenye nyumba anadai kodi, baba haonekani, watoto wanalia njaa, baba melala mtaroni, nyumbani majukumu, mama amelemewa kabeba sukuma, kichwani mabega yamelemewa, akirudi nguo zimechanika chakara, baba akirudi nyumbani amelewa chakari. Kumbe kupepesa baba yuko kwa mpango wa kando. Pombe ina madhara, watoto wamefukuzwa shule, ompuliro kusesema tata wange. Hiyo puliro kusesema ni lugha gani? Ya kwenu. Ndio kulugha. Puliro kusesema tata wange ni lugha ya hapa. Aibu imekushika baba yangu. Okay. Asante sana. Rose Muhando, Mungu akubariki sana. Unaweza kuwapa watu address ya channel yako ya YouTube kusudi hii wimbo nisikia mimi nibariki sana mpaka siku zizia usiku. Mke wangu akaniuliza, mchungaji, leo haulali leo? Namwambia hapa nimeingia, niko pamoja na mbingu za Rose Muhando. Pombe ina madhara. Pombe ina madhara. Watu kutumia pombe ili familia nyumba zao sivunjike. Na vijana waende kazini, kwa sababu vijana ndio nguvu za nchi za dunia. Vijana ndio nguvu kazi ya dunia. YouTube channel yangu inaitwa Rose Muhando Official. Rose Muhando Official. Utakutana na nyimbo zangu zote za miaka yote, ni bebe nini, secret agenda na kadhalika, zote ziko mpaka hii ya juzi ya pombe utaikuta huko. Rose Official. Rose Muhando Official. Rose Muhando Official. Asante sana mtazamaji, Mungu akubariki. Utupata hapa kwa neno moja tu tunamalizia hapo, alafu tutakuja kukuomba tena uje kubariki watoto wa Mungu, kwa sababu kinywa cha mtumishi wa Mungu kina baraka. Watu wengi wanajiuliza, Rose Muhando, na mimi niko mtumishi wa Mungu katika safari za Injili, najua kuko fahasi unakutana watu wanapokea fasi nyingine, kama vile umesema jana, ukiitwa kijijini unaenda unachapa kazi, unalala kwenye mkeka unachapa kazi. Lakini ni changamoto gani ama mazuri gani katika huduma ya Injili umekusha pambana naye kusudi inaweza kusaidia wengine ambao hawajafika hivi vileleni, naweza kuwa dawa kwao ikawatunze? Nataka nijibu kwa ufupi. Katika safari yote ya mafanikio, yawe ni kwa sababu ya kazi ya maisha ya mwilini, kuna changamoto, kwa kuna kupanda na kushuka, kuna kupata na kupoteza. Hiyo lazima watu wajue.
Kwa hiyo ukielewa hilo, una shida. Hata ukiambiwa leo umetoka Kampala hapa town, alafu ukaambiwa unaenda huko kijijini ndani, si mnakuhitaji, unaenda. Kwamba hapa nimeshuka, wewe nimeshuka, napita hapa bondeni, baadaye nitapanda. Mungu nikitoka hapa Kampala atanipeleka nchi za Amerika. Naona nikitoka kijijini kama hivi nimemaliza, nimeenda vijijini mahudumu, nimetoka Kampala hapa mji mkubwa. Nikitoka hapa kuna mahali naenda miji ya kawaida. Nikimaliza nitaweza pengine kijijini na nitaenda nje kabisa nchi za Ulaya. Kwa hiyo pia imenisaidia kukua sana kwenye huduma. Kukubali nyakati na mazingira bila kujali hapa ni kijijini, watu wa namna gani wanahitaji neno la Mungu, kwa sababu watu wanatamani kuliko eneo unalohusika. Mimi siji kuangalia magorofa mjini, nimekuja kuhudumia watu. Na huko kijijini napelekwa na hudumia watu. Kwa nitaheshimu kusudi la Mungu. Amen. Nikiwahurumia ndugu zangu, watu wangu wa chini nikienda. Yeye mwenyewe alienda mjini na vijijini. Yesu mwenyewe, Yesu hakuweza kulala kwenye hoteli yenye gorofa, alilala chini kule mlima Mzeituni, aliweka kichwa kwenye mawe. Kwenye mawe alilala. Akamezaliwa kwenye majani tu, Bethlehem kaikuwa vinyasi. Hakukuwa na godoro wala mkunga wa kumzalisha, nesi hakuwa daktari. Kwa hiyo ninaheshimu sana. Amen. Una mahali Mungu akinipeleka na kubali kwamba hapa Baba umenileta, una kusudi. Yeah. Asante sana. Tukimalizia, watu wengi hujikate maswali. Rose Muhando kusema umwalike aje kwenye mkutano ni lazima ufanye gharama kubwa, ulipe hela, fedha. Watu wengi wanajiketi maswali hapo. Unaweza kuwasaidia aje au watu ambao wanataka injili ifike huko hata na vijijini? Unajua watu wacha niwasaidie kitu kimoja. Hakuna jambo lolote duniani linafanyika bila pesa. Tutakuwa waongo, na hata hao wanaokuwa wanajadili kwamba watu fulani wakiitwa wanahitaji hela, wao nao pia ni waongo. Waniambie kama walishawahi kwenda kwenye duka la muhindi au la tajiri wakaomba kitu wakapewa bure, wasilipe pesa. Biblia inasema fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Sawa? Na katika kitabu cha Warumi anasema, je, wamsikiaje yeye wasiyemwamini? Sawa? Wamwaminije yeye wasiyemsikia? Wamsikiaje pasipo mhubiri? Atahubirije asipopelekwa? Mimi nitatoka Tanzania nije hapa kwa miguu? Hapana. Nitaenda kupanda ndege bure nisilipe? Hapana. Kwa hiyo ukiona watu wanaongea nonsense. Amen. Ni uchoyo yani ni uchoyo. Yani hiyo ni uchoyo kabisa. Mtu yani kinachoongeaga ile uchungu wa kutokugharimia huduma ni uchoyo. Asante. Sio kitu kingine. Ni nini? Ni uchoyo. Na kutokuelewa maandiko. Kwanza wasioelewa wachache, lakini wengi wanaojadili ni uchoyo. Amen. Kama kwenda kuhubiri injili umeona kitu simple kwamba ni cha bure bure tu hivi, mbona mkaenda kuoa mnatoa mahari? Si mngebeba tu wanawake mkae nao ndani? Kwa injili ya Mungu ndio kitu rahisi chepesi cha kudharaulika. Huwa sipendi hata watu wanaobebaga vitu vya Mungu simple. Nasema mmepewa bure, toeni bure. Okay, mimi naenda kurekodi, nalipa nini? Nalipa hela. Sikiliza, wimbo mmoja na rekodi hapa Uganda natumia 500,000 za Uganda ndio ni rekodi audio peke yake. Nikifanya video kama ulivyoiona ya pombe ina karibu 5,000,000 ya Tanzania. Sijui kama unanielewa vizuri. Hiyo nimemlipa director, bado sijalipa location na mambo mengine. Kwa hiyo wimbo mzima mpaka namaliza kuna 8,000,000 ya Tanzania, one song. Nadanganya, atauliza wanamuziki hao wanaelewa vizuri. Na mimi kama watu wa duniani wanatoa gharama kuhakikisha wanamwimbiwa, yani shetani anafanikiwa kwenye mambo yake, kwa nini watu wa Mungu wanaugua wanapotoa gharama ili injili iende mbele? Asante sana. Swali langu la pili, nataka niwasaidie hapo hapo. Nauliza tena, kwa nini watu wanapoenda kuambiwa tuchange harusi wanachangia mpaka milioni 100 na wasikii ndani kuugua? Why wakiambiwa tunachanga mtumishi wa Mungu aje, mtu anasikia ndani kuna kata, kuna uma? Ni uchoyo. Na Biblia inasema hivi, Yesu alipotaka kukamatwa kupelekwa msalabani, hakupelekwa bure. Aliyetoa bure alikuwa ni Mungu. Akaletwa Yesu hapa. Na yenyewe sio bure. Kumbuka ilimgharimu Yusufu kukubaliana na yeye kwamba kuna mimba, lakini sio yangu. Unaiona ni bure? Ndio. Nakuuliza, hiyo Yusufu ilikuwa ni bure? Sio bure. Ilimgharimu Yusufu kufikiria. Niulize, kwa miezi 9 ataaminije kama ile mimba ni ya Roho Mtakatifu? Sio rahisi kuamini.
sio rahisi. Ilimgharimu kupitia maumivu makali mpaka Yesu anazaliwa. Fikiria mpaka mbingu zimeingilia kati, malaika wanakuja, hapana, hii mimba ni kwa uwezo. Lakini nikuulize, wakati huo kulikuwa na wanawake, sasa hapana, haiwezekani. Ile mimba toto kama ya mwanaume mwingine. Tete maneno kama haya. Bila malaika Yusufu dunia singekalika. Nani angeamini? Lakini pia Yesu yeye mwenyewe aliuzwa kwa fedha, ndipo akaweza kukamatwa, kupelekwa msalabani. Kwa hiyo unaposema eti mmepewa bure, bure ni wewe uliopeleka baba yako au ndugu yako au mjomba wako pale msalabani. Lakini kwa Mariamu ilikuwa ni gharama, mtoto wake aliuzwa. Kwa Mungu ili ilipo pesa ndio anunuliwe Yesu apelekwe msalabani. Nikuulize swali, bure ni ipi? Hakuna bure. Tuongeze na kingine kuhusu watu watuelewe. Ni kwa sababu hata Yesu wakati alipozaliwa katika holi la Mungu, wa majusi walikuja wakaleta dhahabu, uvumba na manemane, na hilo ilimsaidia Yesu hata wakati alipokimbilia Misri na mpaka ikamsaidia kwa siku zote alipoishi. Siku ya kwanza Yesu anazaliwa wameleta dhahabu, kwa sababu jue ni pesa hiyo, uvumba, manemane, vyote ni vitu vya biashara. Walipokimbilia Misri vile vitu viliwasaidia, hata waliweza kuuza, mtoto akalelewa akaishi. Eti bure. Nani alikwambia bure? Hakunaga injili ya bure, huo ni uongo. Asante sana. Yaani kila injili ina gharama, tena gharama haswa. Yesu aliuzwa kwa vipande 30 ndo akakamatwa. Asante sana ndugu msikilizaji, umesikia kwa nini ni maswali. Kwa nini sio Rose Muhando tu pekee yake, hata na wengine wote? Kwa nini waseme kitu kilipwe, walipe ndege, walipe gari? Kila kitu chochote ni gharama. Hata kujenga nyumba ni gharama. Mimi nataka niwaambie, kama mtu anaona gharama kulipia injili, si abaki na pesa yake. Lakini kila kazi ya mtu itapimwa kwa moto. Amen. Kwani pesa ni za kwako? Kama kazi ni ya Mungu, swali, hizo pesa ni zako? Ni za Mungu. Sasa asante sana. Tunashukuru, tuko katika kumalizia. Tunasema asante. Ndio. Mtumishi wa Mungu Rose Muhando kwa nchi ya Uganda. Tunakupenda sana. Na ni baraka kubwa sana kupokea mtumishi wa Mungu katika ardhi ya nchi ya Uganda. Waganda wote tunasema tusanyu kula ambao msaidia wakati wangu. Tunafurahi sana kuona hiyo ni kikanda ya nchi ya Uganda. Mungu akubariki. Amen. Na asante sana kwa kufikia mwisho. Unaweza kuongea limoja kwa wale ambao wanatufuata baada ya hapo kuja kuombea, na ili watakao tufuata kwenye mkutano huu ambao umefanyika ya mazungumzo, ili wapate kubarikiwa kinaga kwa kinaga. Lakini tunasema asante, karibuni sana. Asante. Mimi ninalotaka kuwaambia moja tu, niwakumbushe katika mambo yote tuyafanyayo, ya faida na hasara, yanayopendeza na siyopendeza, neno moja tu, watu wajue Yesu anarudi. Hilo tu. Yote tufanye yote, lakini Yesu anakuja. Yuko mlango. Yani anakuja. Yote tufanye, lakini Yesu anakuja. Karibu. Kwa hiyo mwenye kuihakiki kazi yake ihakiki mapema, mwenye kuichunguza kazi yake ichunguze mapema, maana siku ya hesabu iko karibu sana. Asante sana. Unaweza kutuombea Rose Muhando, na mimi nashukuru sana kwa ajili ya kukutana na wewe, na karibu tena huko Uganda. Siku nyingine tutakualika na wengine watakualika, kwa sababu kuna wale ambao walikuwa wanahitaji kukuona, mmoja amekuona live na wengine watakusikiliza hapa, na ninaamini mtakaomfuata na mkitaka nyimbo zake uende pale kwenye channel ambayo ameongea, utabarikiwa zaidi na mbingu zikubariki. Karibu maombi. Asante, tuombe. Baba, tunakushukuru tena kwa mara nyingine kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha interview. Bariki mazungumzo haya yote, yape nguvu, yakapenye kwenye mioyo ya watu, yakawabadilishe watu. Asante kwa sababu talithibitisha neno lako, maana umesema wewe Mungu hulituma neno lako, nalo litakwenda na kuyatimiza mapenzi yako. Hali itakurudia bure. Kwa neno hili umelituma kupitia vinywa vyetu, litawafikia watu wako, litawaokoa mioyo, litawaponya, litawaimarisha, litawasaidia, litawatia nguvu, litawafungua ufahamu. Asante kwa sababu umehusika Roho Mtakatifu na neno hili ukalipake mafuta. Katika jina la Yesu naomba nikishukuru. Amen.